tutaenda kuachilia roho wa furaha tunapoenda mbele. Haleluya. Somo letu linasema toba huzaa shangwe na furaha. Nehemia 8:10 inasema wala msihuzunike kwa kuwa furaha ya Bwana ni nguvu zenu. Haleluya. Wala msihuzunike kwa sababu furaha ya Bwana ndiyo nguvu yenu. Maana yake nini hili neno? Maana ni kwamba Mungu akiwa na furaha ndio wewe unafurahia. Kwa sababu gani? Kwa sababu mmeungamana, uko mmoja na Kristo. Matendo 17:28 inasema kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Yaani ndani ya Kristo tunaishi, alafu tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hivyo Bwana Yesu akiwa pamoja nawe lazima uwe na furaha. Kwa sababu yeye ana furaha na wewe unayo furaha. Na furaha tunayozungumza sio furaha ya ulimwengu huu unayojua, sijui labda umepata kitu gani, sijui pikipiki, umepata gari, umepata nini. Hapana, furaha ni amani ndani yako. Ni bubujiko la moyo. Ukimtumainia Bwana kwamba yeye atafanya kila kitu ambacho unapitia. Haleluya. Na hii inatokana na ushirikiano mzuri kati yako wewe na Mungu. Na ushirikiano gani? Haleluya. Mtu mwenye furaha saa zote anakuwa na shukrani ndani yake. Nimesema tumetoka kwenye kipindi cha toba. Roho ya toba ndio alikuwa anatembea. Na akitembea roho ya toba, lazima matokeo yake kuwepo na furaha nyuma yake. Sasa unapotubu unatubu kwa huzuni, lakini baada ya kutubu kwa huzuni na kilio kinakuja furaha. Sasa kwa nini Wakristo wengi wanakuwa na furaha ya mdomoni tu, lakini moyo, ndani ya moyo kuna huzuni? Bwana anataka umtegemee sana. Anataka umtegemee 100%. Lakini utakuta wengi wanamtegemea nusu au robo. Lakini yeye anataka ategemewe 100%. Mtu anamtegemea Mungu kipande fulani, anafanya nini? Hamtegemei Mungu. Sasa matokeo yake kile ambacho hakiweka sawa mbele za Mungu kinakuwa kinaguswa vivyo na shetani. Na matokeo yake ni kwamba unakuwa na huzuni. Sababu hiyo ni ya kwanza ya kuwa na huzuni, ni kutomtegemea Mungu mazima katika mambo yako yote. Haijalishi imekuwaje. Haijalishi umenyang'anywa kitu, haijalishi umepigwa, haijalishi umetukana, haijalishi umefanya nini, bado utakuwa na furaha ya ndani kwa sababu unajua kwamba Mungu anaenda kusimama kukutetea. Kwamba unajua Mungu yuko pamoja na wewe katika lile. Kuna mtumishi mmoja sana mzungu tulikuwa naye hapa kipindi fulani. Akasema alikuwa Nairobi. Akasema akawa ametiwa ndani kwa sababu ya mambo ya passport. Walimkamata. Sasa akasema alipokuwa ndani pale ametiwa ndani, alikuwa saa zote yeye anawaza, akamwambia Roho Mtakatifu, mimi angalau siri kutoka ningepata tu mtu akaja na Biblia, nahitaji Biblia. Yaani bila Biblia siwezi kuishi, nahitaji nisome. Anasema baada ya muda mchache akaona mtu anaingizwa pale amevaa vizuri nini, naye wanamsweka ndani. Basi wakawaambia wale watu wa jela, wakasema nyinyi wachungaji, basi wakampa Biblia zao. Anasema aliposoma Biblia akasoma vifungo kama 2 tu, alitoka pale ndani. Nini? Anamtegemea Mungu 100%. Anasema aliona kwamba bila neno pale alisoma, anasema nataka nilisome, sio la kichwani, nataka nisome. Mungu anafanya kile unachotaka wewe. Wengine angekuwa na neno ndani yake nao litaka, sawa, angesimamia hilo. Lakini yeye alichotaka, unachomwambia Mungu anachokupa, alitaka Biblia. Kwa hiyo jinsi unavyomtegemea Mungu ndivyo jinsi ambavyo furaha yako itatembea vile. Kiwango kile cha kumtegemea Mungu ndio kiwango chako cha furaha yako. Amen. Haleluya. Sababu ya pili ya huzuni katika watu waliokoka ni vifungo. Ezekiel 16:4 inasema unapookoka ni vizuri ufanye deliverance. Ufunguliwe. Labda wale ambao unakuta labda ukoo tangu mababu na mababu walikuwa wameokoka, ngaje nao wanaweza kuwa na matatizo. Kwa hiyo unakuta mtu anatembea na huzuni, anamtegemea Mungu ndio. Ile sababu ya kwanza haimuhusu. Anamtegemea Mungu katika kila sehemu. Wala hajakosea mahali popote. Lakini kitovu chake hakijakatwa. Kufuatana na Ezekiel 16:4
maana kuna maagano huko kwenu, kuna mizimu, kuna wachawi, kuna huka na mila na desturi mbalimbali. Kwa hiyo mtu wa kale bado yuko ndani yako, bado anakusumbua hiyo. Sasa ni vizuri ufanyie deliverance kusudi uvae utu mpya na Roho Mtakatifu aje fresh kabisa. Kwa hiyo nataka kuambia kwamba kipi unakipa kipaumbele katika maisha yako, na ujue kwamba deliverance yako inaendana kadri unavyokutana na upako ule uko unatembea hapa. Ni upako ambao Mungu ameniambia kuanzia jana. Wale waliotii Roho Mtakatifu tayari alikuwa ameshajitayarisha kwa hudumia. Sasa wewe unakaa tu nyumbani, sijui unasubiri sijui kitu gani, nilikuwa nataka kutoka tu, shangazi yangu kaingia. Kama shangazi yako ameingia, asubiri uende kanisani urudi. Kwa hiyo shangazi yako ni Mungu. Kwa hiyo nilikuwa nataka kutoka, nikasikia kichwa kinaanza kuuma upande mmoja. Sasa mbona kanisani ndio kuna tibabu, tabibu wa ajabu, ndio kuna siri ya kiriani. Kwa hiyo nakwambia Ukristo, jana nilikuwa nahubiri kusema Ukristo ni discipline. Kwamba watu hawajui maana wa kukusanyika pamoja, hawajui maanani. Jumapili akwambia nilikuwa na nguo nyingi za kufua, ndio maana sikwenda kanisani. Sijui nini niliambia basi kuna semina ya kanisani. Anakwambia mimi sijui ndio naenda sijui kufanya nini, mambo ni mimi kazini ndio naniita haraka sana. Unaweza ukawa ucho ndio kukimbilia usikifikia hata kufikia. Kuna taratibu za Mungu alizosema. Alisema msiache kukusanyana katika nyakati. Anazungumza anasema kwamba utakapokwenda kwenye sabato yangu, yaani utakapokwenda kwenye kusanyiko la kanisani kwako, anasema nyumbani kwako kuna mtu atakayekuja kumnyemelea mke wako. Mungu alijua kwamba wanaume wanauma sana wake zao. Kwa hiyo akasema kwamba utakapotii ukahudhuria kwenye mlima wangu wa Sayuni siku za kusanyiko, anasema hakuna atakayeingia katika nyumba yako kuchukua chochote na mke wako tabaki salama. Sasa vitu hivyo wewe unajua kwamba mimi sijui mume wangu kafanyaje, kumbe ndio mume wako atachukuliwa kwa sababu ya wewe kutoenda kanisani. Kwa sababu kuna agano tayari kwamba utakapokuwa kwenye kusanyiko kitu fulani hakitaondoka. Kwa hiyo tunataka discipline ndani ya kanisa. Amen. Kwamba Jumapili ni siku ya ibada. Imetokea nini? Imetokea nini? Imetokea nini? Ni kanisani kwanza. Amen. Mengine yanafuata. Unaambiwa kuna semina, ni semina kwanza. Labda kama ni kitu gani siki kimekwaje. Haleluya. Amen. Kama utakuwa hujui, ni jana kama mmenisikiza nilisema kwamba kama tutaendelea kuwa na kanisa ambalo halina nidhamu, ambalo watu wanaamua siku ya ibada wanafanya mambo yao, wengine siku ya kutafuta miujiza wapi, wengine sio wanaenda wapi, hawataki kujifunza. Kama ujifunzi neno utatembeaje? Utamalizaje matatizo yako? Kazi yako kupiga, mwingine simu yake imejaa manabii tu mle ndani kuanzia simu ya kwanza mpaka simu ya 100. Wamejaa titi wachungaji nini. Kwa sababu hataki kujifunza neno. Hataki lijae ndani yake nimtetee yeye mwenyewe. Anataka tetena tu wachungaji sio waganga kienyeji. Haleluya. Amen. Discipline na kukosa nidhamu. Yes, unajua Ukristo ni jeshi. Kadri utakayokuwa na nidhamu kama mwanajeshi, ndivyo na Mungu atakavyohakikisha kwamba maisha yako anayaweka kinidhamu. Amen. Ukiwa huna nidhamu kwa mchungaji wako kiongozi, ni kwamba Mungu atahakikisha hata mke wako, hata watoto wako hawakusikilizi. Ndivyo, yaani taratibu za Mungu ziko vile. Yaani kwamba utakapokuwa hutii ule uongozi, wanasema tufanye hivi, wewe unaenda mashariki, fanya hivi, wewe unaenda magharibi, na hivi unarudi nyuma. Inakuwa na wewe maisha yako hayana nidhamu ndani yake. Kwa sababu gani? Ukikaa kama ukikaa ukaja kuomba siku moja kama Roho Mtakatifu anasema na wewe, atakwambia kwa sababu unaishi maisha yasiyo na nidhamu. Ufuate uongozi unaokuwa umepewa. Hapa ndani ya makanisa, sisemi kwamba huwezi kuomba nyumbani, unaweza kuomba nyumbani. Lakini ndani ya kanisa kuna mpangilio wa kuongea na Mungu na Roho Mtakatifu akaachilia kile anachokihitaji kwako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sababu ya tatu kwa mwanadamu ni kutotii neno la Mungu na kucheza na dhambi. Kweli. Hiyo ni sababu ya tatu. Dhambi zisizotubiwa. Tunatenda dhambi lakini inabidi kutubu na kuacha. Kwa hiyo amua kuacha dhambi. Usipoamua kuacha dhambi, unakuwa mtu wa mabalabala. Kila siku leo limetoka hili, kesho limetoka lile, kesho limetokea lile. Unajua sisi unaweza kutuonesha huko vizuri sana hapa
kanisani, shauri yako. Lakini ndani yako unajua mambo unayoyafanya, unajua hata mambo unayoyawaza. Tumeshasema hapa kwamba kuna umoja kati yako na Mungu. Kwa hiyo yeye anajua hata mawazo unayoyawaza ndani yako. Kama ni mawazo ya kutokuwa ya utiwa neno, kama ni mawazo ya kuwa na mashaka saa zote, ya kutomuona Mungu anatosha, Mungu anakusoma ndani ya mawazo yako. Ni dhambi. Unakaa uombe hata kwa Biblia inasema hata kutoomba ni dhambi. Rumi 6:23 inasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Mauti ni nini? Mauti ni balaa, mikosi, huzuni, kilio. Ukisikia mauti sio kufa, ni kutengwa na Mungu. Mungu anajitenga na wewe. Na Mungu akijitenga na wewe, ni lazima furaha yako iwe zero. Nakuta mtu saa zote tu yeye ni masikitiko tu. Kwa sababu kwanza anaanzia kwenye mawazo. Saa zote anawaza vitu vya uasi tu. Kwa sababu hamwamini Mungu, anaanza kufa sasa hivi. Anaanza sijui nafanyaje, anaanza mimi najua Mungu anipendi. Anaanza sijui nini. Kwa hiyo saa zote ana huzuni. Lakini nakwambia ninapohubiri leo, roho ya huzuni inaondoka. Amen. Hallelujah. Amen. Roho ya huzuni inaondoka kwa sababu tunaenda kufanya toba hapa. Na nguvu na Mungu anaenda kufungua. Tayari ameshaanza tangu mwanzo. Amen. Hallelujah. Amen. Naongea sio furaha, nazungumzia sio furaha ya kupata vitu. Inaongelea pumziko la ndani. Yes. Muamini kwamba yuko Mungu hata katika hili. Kama hujapona leo unajua utapona kesho. Unapata kesho unajua utapata kesho. Unapata fedha leo unajua utapata kesho. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alafu iko huzuni ambayo bado ni ya kiungu. Paulo anatuambia katika Korintho wa 2 sura ya 7 mstari wa 10. Iko huzuni ambayo lakini ni ya kimungu. Mwisho wake inaita furaha. Anasema maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba. Ndio hiyo inaendelea hapa kwa tunaanza ibada. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba. Iletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Kwa hiyo mtu anapokuwa na huzuni ya kidunia ni mauti, kwa sababu hana tumaini, hata tumaini. Yeye anaona tu kaisha tu. Anaona tu Mungu ampendi tu. Kwa hiyo anahuzunisha moyo wa Mungu na moyo wako, kwa hiyo ule huzuni. Kwa sababu wewe sikiza, kama unataka kujua hii kitu kama inaendana, wewe unataka kufanya kitu chochote ukasikia roho yako inahuzunika, acha hicho kitu. Ujue kwamba Mungu hajapenda. Toba uzaa baraka. Ukiona mtu saa zote ana furaha zake, ujue kwamba huyo ni mtu wa toba. Amen. Ni mtu wa kuomba rehema kila mara mbele za Bwana. Ni mtu wa kujitakasa. Kwa sababu toba inaleta rehema, inaleta furaha. Kwa sababu inakuwa ni furaha ya Mungu. Mungu anafurahi, moyo wa Mungu unafurahi, wewe na moyo wako unafurahi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kwa hiyo iko furaha kubwa ukitubu. Baada ya watu hawa kutubu katika kitabu cha Sefania, ikazuka furaha ya hali ya juu sana ambayo inaenda kushuka kwako. Hallelujah. Amen. Tunaenda kutubu hapa na kumaliza kutubu. Kama kwanza hii roho ya toba ishatembea. Inasikia Roho Mtakatifu ananiambia angalia marafiki ulionao. Angalia marafiki ulionao. Watakupoteza wakati umepiga hatua kubwa sana katika wokovu. Roho Mtakatifu anasema kwa mtu hapa. Hallelujah. Amen. Leo ukitubu midomo yako itajaa shangwe. Ukiamua kutubu na kuacha. Yes. Bautani. Unageuka. Ndio. Roho Mtakatifu anakupa furaha mpya ndani yako. Amen. Na utakuwa ni mtu uliokuwa ni wa kufurahi, na furaha yako hakuna mtu yeyote anaweza kuiondoa. Amen. Ndio furaha iliyotoka kwa Mungu. Hata aje mtu anakuambia vitu vya ajabu anafanya nini? Hawezi kuiondoa. Yes. Hallelujah. Amen. Simama juu. Amen. Hallelujah.